kama kweli wewe unajiiti rais wa ukweli, unaheshimu katiba yako, unawezaje kunyamazia wakati wa Tanzania wanatekwa na kukatwa vichwa? You could have said something against what has happened. But since you were a participator of the killings in the country, that's why you keep mum. You say nothing. Bangladesh wana fikra za aina ya kuongoza za miaka ile ya kina Mirambo na Tiptip. Wana fikra za kizamani, kati dunia imekwisha kubadilika. Dunia sasa hivi, you lead by serving people and you lead by loving people. Manake unaongoza kwa kuwatumikia watu na unaongoza kwa kuwapenda watu. Leadership through love, leadership through service. Haya yote hawayajui, kwa sababu kama unawapenda Watanzania huwezi ukakaa Ikulu alafu ukatumia mamlaka yako kuamrisha Watanganyika wapigwe risasi. Hauwezi hata siku moja. Ziko njia nyingine ambazo ungeweza kuzitumia kuzuia maandamano hayo. But since you lack wisdom, you don't know how to apply the knowledge you have, that's why you opted to kill the people in your own country. That was the only option you had because of your ignorance of how to lead people. Funga mkanda, noisha miguu, kunywa uji. Huwezi kuwa unawapenda watu. Unajua ukimpenda mtu hata akikutukana wewe si unampenda bwana. Kuna ule upendo. Kuna aina ya upendo katika Kiyunani unaitwa upendo wa eros, mwingine unaitwa upendo wa phileo, mwingine si upendo gani, afu kuna upendo wa agape. Upendo wa agape maana yake unampenda mtu bila sababu. Sio yaani huna sababu, lakini si unampenda. Mimi na mambo anajua mambo hayo. Wengine wanavaa hijabu hapa wanajifanya wanakwenda msikitini, kumbe msikiti wenyewe wala hauelewi maana yake. Msikiti wa makundi ya kufira, msikiti wa makundi ya kuua watu. Msikiti gani huo? Msikiti gani huo? Msikiti gani huo? Mashehe gani hao wanaweza kuunga mkono uenda wazimu kama huo? Maaskofu gani wanaweza kuunga mkono ujinga kama huo? Alafu anakaa anapiga picha. Ngoja nikushtua kidogo. Alikuja Wasira kule Mwanza miaka ile ya nyuma, ilikuwa mwaka 2012, 2013, mwanzoni pale akaja kuongea na viongozi wa dini, mashehe pamoja na maaskofu, na mimi nikawepo, hata kama sikuwa nimealikwa, lakini mimi nikatumbukia, nikaingia pale katika ukumbi wa mikutano jiji la Mwanza pale Nyamagana. Unasikia bana, nimeingia, nimekaa, nimetulia namna hii, wala sikuzungumza kitu, cool down. Alafu mbele kuna meza kubwa kule, ndio Wasira yuko Mutashan alikuwa RSO, palikuwa na nani yule Mangu wakati wa RPC, palikuwa na jeshi kubwa, wakuu wa wilaya wamejaa kule mbele, umetulia na mimi nasikiliza. Anasema ametuma na Kikwete kuja kuongea na viongozi wa dini. Tumekaa pale hivi, akaongea utumbo wake akamaliza, baadaye anamaliza anafikiri ndio ameshaweka kile kitu. What a shame. Leo Tanzania wanapiga picha na muuaji, wanakula na muuaji. Mimi nitakaa nakula na muuaji? Huo wali unaokula, yani wewe mke wako hawezi akapika huo wali? Huo wali unaokula hata mume wako hawezi akakupikia kama wewe mwenyewe hujui kupika. Huo wali una nini? Hiyo nyama ya ng'ombe ya kutoka wapi? Ina dhahabu ndani yake na tanzanite ndani yake. Hiyo nyama ina kitu gani? Hiyo kachumbari na kitu gani ambacho wewe huwezi ukapika? Unapokula na mtu maana yake umeunga mkono mambo yake. Umempa heshima kubwa sana. Unampa heshima kubwa wakati unajua huyu ameua Watanganyika. Kuna damu ya Tanganyika inalia. Na wewe unaunga mkono wakati wewe ni kiongozi wa dini. Wewe ni shehe, wewe ni askofu. Askofu shehe wa mashetani. Bangladesh. Hello, unisikilize. Kuonyesha ujinga wa viongozi wa kipindi cha Yesu. Wanasiasa na viongozi wa dini waliungana kumuua Yesu. Najua kabisa ningekuwa Tanzania viongozi wa dini na siasa wangeungana kunimaliza, lakini kwa kuwa Mungu si Nebukadreza, Mungu akaninyakua kama tai, akaninyakua chap, akanitoa, akasema hey, hii sauti bado tunahitaji
nenda kakae. Hakunipeleka Burundi wala Rwanda wala Kenya wala Uganda. Tai akanichukua huyo moja kwa moja mpaka katika taifa kubwa, taifa lisiokuwa na malaria. Pojaga Magembe, Manangikuru. Are we together in the house? Wakati Wasira amekaa na Kikwete wanapanga kunimaliza, hawakujua malaika Gabrieli, malaika Mikaeli na Gabrieli walikuwa wamekaa huko mbinguni, wametumwa na Mwenyezi Mungu kupanga jinsi ya kuniokoa, na Mungu akanitoa. Within 24 hours I was out of the country because I followed the instruction that God gave me. Hii sauti usingesikia, hii sauti usingesikia hii. Leo unaisikia kwa neema. Kwangu mimi ni bonus kuishi. Sasa hivi naishi kwa bonus. Lakini tarehe 26 mwezi wa pili 2013 ilikuwa ni niondoke duniani. Lakini Mungu akasema, now you are here to stay until you fulfill the assignment I have given you. I was manufactured in heaven, assembled in Tanzania, and then assigned all over the world to reach my generation. Are we together in the house? Mungu anasema, you shall never die but live in order to declare the wonderful works of God. Hautakufa bali utaishi. Mungu akisema hautakufa bali utaishi, haijalishi majeshi mangapi ya nchi gani wamekaa kinyume na wewe. Mungu akisema you shall never die but live. Tafuta kina Wasira 1000 wajipange, akina Kikwete 10,000 wajipange, lakini kwa macho yako utaona jinsi wanavyoshindwa mipango yao. Halo, ndipo nikagundua katika umbea wa Mtanzania kuna muujiza wa Mwenyezi Mungu. Andika hiyo, itakusaidia mbele ya safari. Kuna wakati watu wanainuka wanaumbea na unafiki wanakushambulia, wakati unajua kabisa hauna hatia. Wewe chekelea, furahia, kwa sababu Mungu anakuletea muujiza, ila wewe unaona umbea. Wakati wewe unaona umbea, Mungu anaona muujiza unakuja. Something good is coming for you, Mwanangikuru. You better relax. Hello. Katikati ya uzandiki, unafiki na umbea wa Watanzania kuna muujiza wa Mwenyezi Mungu kwa ajili yako. Sasa mimi mhubiri wa masokoni kule Tanzania, lini ningepata hela kuja kusomesha wanangu Marekani? Yamesoma yote Marekani, afu yana akili. We vipi bana? We vipi? We vipi? We vipi? Mwenyezi Mungu anasema God prepares a table before your enemies. Yani Mungu anaandaa meza machoni pa watesi wako. Anaandaa meza ya baraka machoni pa maadui. Unapoona maadui wanaongezeka, elewa blessings za Mungu zinakuja. We vipi bwana? Unatuharibia kazi bwana. He prepares a table before your enemies. Ndio Mungu anakushtua anakuambia love your enemies. Kwa nini? Kwa sababu ndio signal. Yaani hao wako kwa ajili ya signal, Mwanangikuru. Signal. Kama mezi inaandaliwa. Sasa unajua hujakosea, hujamtukana mtu, hujafanya ubaya, hivi na hivi hujafanya, hivi na hivi hujafanya. Alafu watu wanainuka wanakupiga vita. Alafu wewe unakosa usingizi. Wewe bwana, wewe. Unataka ulale kwa sababu tayari kuna muujiza unakuja. Umepewa signal. Wewe mbona unielewi bwana? Mbona mimi niko simple namna hii? Nimekumaliza wewe, tunakwenda kule Tanzania. Niliwaambia kwamba Samia na chama chake, Chama cha Mapinduzi, Samia na chama chake, Chama cha Mapinduzi kimekamilika katika uovu. Samia and her political party have been perfected in wickedness. There is nothing they can do except doing evil. Sasa ninyi mnawatarajia wafanye mema, yaani ndio mnasubiria na mimi nawaambia hawa watu walishakamilika. Unajua kukamilika, ndugu yangu. Unajua shida ukisikia bwana huyu mtu ni mkamilifu, lazima ujiulize swali, mkamilifu katika nini? Shetani na yeye ni mkamilifu. Wewe vipi bwana? Shetani ni mkamilifu.
Yani amekamilika katika mabaya, katika maovu, katika ushetani, yani amekamilika. Yani hakuna jinsi, hata ukimwambia bwana shetani fanya jema, hawezi. Hata akifanya jema, ndani ya jema hilo kuna uovu, lazima bomu lilipuke, sababu amekamilika katika uovu. Wewe usikie huyo mkubwa wao mara ametoa gari, fulani kampa gari fulani. Wewe hela za Tanzania za kodi ya Watanzania ni ya kugawagawa hela, unagawagawa hela. Hiyo gari singenunua city scan ya kwa ajili ya kusaidia Watanzania, unakwenda kumpa mtu mmoja. Umempa hiyo hela yako ya mshahara wako, au umechukua kodi? Automatic umechukua kodi. Unagawa hela kwa maaskofu, unagawa hela tena. Maaskofu ukishawagaia hela, unatuambia askofu fulani milioni 150, askofu fulani milioni 50, kanisa fulani milioni 102 ngapi? Mbona hujatuambia msikiti fulani, shehe fulani? Why? Unataka kutuambia wapi mashehe? Unawapaga maaskofu tu. Wewe orodha ndefu ya maaskofu waliopewa hela. Mbona hatujasikia mashehe wamepewa? Ulimpa ngapi huyo shehe mkuu wa BAKWATA? Ulimpa ngapi shehe mkuu huyo ushiwa wapi? Uliwapa ngapi hao? Kwa hiyo wapi? Unataka kutudanganya sisi watu wenye akili zetu kwamba wewe unawapaga maaskofu tu. Maaskofu unapeleka sadaka kwa maaskofu, unapiga simu nani unamtaja mtu pale, basi nitakuletea milioni 50. Okay, mbona hujapiga simu msikitini? Kwa hiyo wale mashehe msikitini wapi? Ila wamekaa kimya, yani wanakupigia makofi tu. Wapatie tu mashehe, sisi hatuhitaji hela. Samia oye. Are you serious? Nyie dolia mtandao ni si ndio? Peleka salamu hiyo, mtote ujinga hapa. Fanya sisi wote wajinga, unafanya sisi wajinga wote. Uwezi kwa mwana sauti wa Tanzania afu kwa mjinga. Peleka kule mwana mtandao, si dolia mtandao. Mpeleke ujumbe hivyo hivyo. Mbabakia tu Katoliki milioni fulani, Lutherani sijui kwa nani, Mwamposa sijui kwa nani yule mbona tusikii majina ya mashehe? Hawa mashehe tunaojua sisi wakae kimya wakati unawapa maaskofu tu. Hawa mashehe hawa. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, hawa CCM wamekamilika kwenye uovu. Wewe mpaka sikia juzi, na this is I'm very jamani, nasikika maana kuna kasimu hapa kama nisumbua. Unasikika vizuri baba, unasikika. Ndio. Kasimu kameletea ujinga, sio kama ndio visimu vingine hivi bwana. Sijui nilikuwa nataka kusema nini. Ulikuwa unasema maaskofu wanaoaga hela, mashehe wapeni. Nilikuwa nataka kuchange pale. Kwa kwenye transition kwenda kuchange gear. Ukimwaga zege huku unaongea, si tofauti na mtu aliyeandika. Mnajua mimi siandikagi semi yote. I don't write anywhere. Mimi nakupa fresh bread. Fresh bread inakuwa downloaded kutoka katika hard drive, so I'm just downloading. Nimekumbuka kile nilichotaka kusema, sasa nakisema. Nikawa shocked, yani ile inaitwa completely shocked. Na msio bwana mdogo Makonda ambaye mnafahamu, sijawahi kusema lolote la kuhusu Makonda, wote mnafahamu. Mwingine washanikasirikia, unamfagilia sana Makonda bwana, wewe unamfagilia sana nani. Lakini nikawa shocked sana ndugu zangu, na naomba hii mnaweza mpelekee, mwambie kasema Bishop Mpemba